baba, hana mama. Tunasikia Mungu hana baba. Kumbe ndio maana Yesu anauliza mama yangu ni nani? Kumbe hana baba, hana mama, alafu hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Unaona? Get the point. Take a step forward. Kwa hiyo nawakaribisha nyote katika safari hii ya Biblia. Kama kuna kitu cha maana duniani kuliko mambo yote, ni watu kujifunza neno la Mungu. Ndio maana jana kuna andiko nilisoma litatuongoza wiki. Naomba msomaji wangu unifungulie kitabu cha nabii Isaya kabla sijaanza kuwapa kichwa cha mahubiri ya leo hii jioni. Isaya 34:16, 34 verse 16, the book of Isaiah. Anasemaje? Futeni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Maana kinywa changu kimeamuru, alafu na roho yangu imewakusanya. Basi kwanza Mungu anasema akiongea na watu wa Ugembo kwamba kila mtu atafute ndani ya kitabu cha Mungu alafu asome. Kuna watu wengi sana wamesoma magazeti, si mbaya. Walisoma vitabu vya dunia, haujafanya vibaya. Lakini pia vile vile tusome neno la Mungu, ndugu zangu wapenzi, ili tuweze kupata maarifa na chakula cha kiroho ambacho kitakutusaidia sisi, mimi na wewe, kuweza kushinda majaribu ambayo yameweza kutukumba dunia leo. Sasa ukiangalia dunia imechoka. Yaani dunia leo imelemewa na dhambi kiasi kwamba watu wanalia magonjwa, ajali, vifo na kadhalika, vita. Hii yote ni kwa sababu dunia ilikuwa imeingia na dhambi. Yaani dhambi ni kitu kibaya. Kwa hiyo jioni hii ya leo nataka tuweze kuchukua na safari ya kujifunza kitu kinaitwa anguko la mwanadamu na chanzo cha dhambi, ambacho hicho kimeleta shida yote ambayo unaona leo duniani. Dunia imejaa shida, wapenzi wasikilizaji. Kila mahali unaenda watu wana shida mbalimbali. Kuna familia zingine ukitembelea, hata wewe mwenyewe kama ulikuwa mgonjwa unapona. Watu wana shida nyingi duniani. Na hii imetokana kwa sababu wanadamu wamemwacha Mungu. Watu wamesahau Mungu. Wamesahau maagizo yale Mungu aliweza kutupatia. Msomaji, nipatie kitabu cha Isaya kwanza kabla sijaingia kwa hili fundisho. Isaya sura 24, Isaya chapter 24. Kuna maneno Mungu alikuwa anaongea na Isaya hapa mazuri sana ambayo yatatusaidia. Chapter 24 verse 3. Biblia inasema verse 4 and 5. Twende. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana amenena neno hilo. Kwanza Mungu anasema dunia hii tunayoishi itafanywa kuwa tupu kabisa. Kuna wakati hiki si itakuwa na mtu hata mmoja. Ndugu zangu wapenzi, Kenya nzima hakutakuwa na mtu wala mnyama wala wadudu wala mosquito wala chochote. Mungu anasema kuna siku inakuja dunia itabaki bila chochote. Yaani itakuwa tupu vile ilikuwa mwanzo. Endelea. Dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Yaani dunia tunayoishi imetiwa unajisi, kama vile nyumba ilikuwa imepigwa dasta vizuri, mtu akaja na viatu vyake na matope akachafua. Endelea. Kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Asante. Ndio maana Mungu anasema kwa sababu ya kuasi kwa wanadamu, kwa sababu ya dhambi kuingia duniani, Wakristo wapenzi, watu wa Ugembo, ndio maana leo tumepata shida hii. Kuna watu wengi leo wanajiuliza, kwa nini mimi niko hivi? Kwani nilizaliwa niishi hii maisha? Ndugu yangu, Mungu hapendi uishi hivyo. Ni kwa sababu dhambi iliweza kuingia dunia. Hii dhambi ilipoingia imeleta shida nyingi sana, kwa sababu moja tu, watu walikosa kusikia kitu kinaitwa sauti ya Mungu aliye hai. Wakati ambapo tunakataa kusikia sauti ya Mungu aliye hai, na sauti ya Mungu kitaka kuisikia iko ndani ya Biblia hii unayosoma hii. Hapa ndio kuna sauti ya Mungu. Hapa kuna Musa, hapa kuna Ibrahimu, hapa kuna Elia. Tukiacha hii, tumeacha Mungu, tumeacha manabii. Hatuwezi kufanikiwa, ndugu yangu wapenzi. Ni vigumu sana. Ndio unaona kila kitu kinafanyika duniani hakifanyiki kwa ajali. Hata kifo cha Yesu. Mimi nakumbuka nikiwa mtoto, nikiona picha vile Yesu apiga msumari, nilikuwa nahuzunika sana.
Yaani Mungu alikuwa wapi kutuma malaika waokoe mtoto wake? Anapigwa namna hii, anachubuliwa ngozi, wa Kristo, anavikwa taji ya miba, na Mungu ameangalia. Kumbe nikakuja kugundua hii yote ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu alitabiri lazima akufe ili mimi na wewe tuweze kupona. Hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. Ndio unaona leo kuna kitu kinaitwa second chance. Baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, ndugu zangu wapenzi, haingewezekana akae hivyo milele. Mungu alifanya mpango wa pili. Lakini kabla Mungu hajafanya jambo, msomaji nisomee Amosi 3:7. Wacha nishuke chini kwanza kidogo nikitembea, kwa maana nikikaa hapa naona roho shuki vizuri. Ndio utanisamea. 3:7 Amosi, soma hiyo andiko kwanza. Biblia inasemaje? Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Biblia inasema ya kwamba kabla Mungu hajafanya jambo lolote, hajatuma nabii au hajamleta mtu yeyote, hajaangamiza watu kwa gharika, hajaleta moto, hajamtuma Yesu, lazima kwanza huwa anajulisha manabii siri yake. Kwa hiyo siri ya Mungu iko ndani ya manabii wake. Ukitaka kujua yale mambo Mungu anataka sisi tufanye, imefichwa ndani ya mtu anaitwa nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu ana siri ya Mungu. Ukiona mahali kumetokea shida na kuna watu walikuwa wanajiita manabii na hawakujua, wakapata off guard, jua ya kwamba hao ni manabii lakini Mungu hajawatuma. Situsome Yeremia 14:14. Kwa mfano hapa Kenya miaka ya nyuma tulikuwa na ugonjwa inafanya watu wanavaa mask. Hiyo ugonjwa ilikuwa inaitwaje? Ndio hiyo. Sasa ukiona kitu kinatupata ghafla na kuna manabii alafu hawakuona, jua ya kwamba kuna shida. Jua tuko na manabii 450 wa Baali, lakini wa Mungu labda hata hayuko. Jeremiah 14:14. Wacha tusikie Mungu anasemaje. Tuangalie fundisho la leo. Twende. Ndipo Bwana akaniambia, hapa ndio Mungu alimwambia Yeremia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. So unasikia, yani Mungu akiongea na manabii wa uongo huwa hawaiti, anawaita tu pia manabii. Kule mbele ndio anaongeza uongo, anasema hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu. Mimi sikuwatuma. Mungu hajawahi kusema nao. Maliza. Wala sikuwaamuru, wala hajawahi kuamuru, wala sikusema nao, wala Mungu hajasema na watu kama hao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo, na uaguzi, na neno la ubatili, alafu na hadaa ya mioyo yao. Basi, kwa ndugu zangu wapenzi, watu wa Ugembo, Mungu anapenda dunia hii na alipenda ikaliwe na watu. Ndio maana aliumba vizuri, akaweka kila kitu kiko sawa, akaumba mbingu na nchi, akaweka mwanadamu ndani yake. Lakini leo shida imetokea, na shida inatokea kwa sababu watu wameacha kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni sheria za Mungu amepeana ndani ya Biblia, ndani ya vitabu. Leo tukisikia sauti yake tunapona. Tukimwacha Mungu atatuacha. Tutajifunza wiki ndugu zangu. Lakini kuna kitu nafaa ufahamu kwanza, kabla sijaingia ndani ya fundisho. Kila nabii aliyotumwa kuonya, kwa mfano mtu wa kutuma Ugembo uonye, waambie watu Mungu anasema acheni dhambi zenu mumrudie kama watu ni Ninawi. Alafu wewe uende Ugembo usiseme Mungu atakuua siku ya mwisho. Yeremia, twende Yeremia 26:2. Sikiliza. Hakuna nabii Mungu alituma na ujumbe alafu akafika huko akakuwa bubu. Hapana, sijawahi ona kwa Biblia, hakuna hata moja. Soma. Bwana asema hivi, Mungu anasema hivi, simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, simama katika uwanja wa nyumba ya Mungu, alafu useme na miji yote ya Yuda, ongea na miji yote mpaka ya Ugembo hapa, wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana, wale wanakuja kufanya ibada kwa nyumba ya Mungu. Naam, sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia. Waambie kila kitu nitakufundisha leo, usizuie hata neno moja. Unasikia? Rudi hapo mwisho. Amesemaje? Usizuie hata neno moja. Hiyo point toka kwa mfuko. Mungu akikutuma mahali na ni Biblia unahubiri, wewe unajua ukweli na unaficha, ndugu yangu wa Kristo, pia kuna hatari. Kuna mtu alikuwa hapo labda angeokoka, ameenda kukufa bila kujua ukweli. Ndio maana Mungu alituma manabii akawaambia, nikikutuma usizuie hata neno moja. Hiyo ndio vile Mungu alisema zamani. Kwa Mungu akituma, kwa nini usizuie? Kwa sababu kila neno la Mungu
ina pumzi yake na linafaa kufundishwa kwa wakati wake. Ndugu yangu wapenzi, yaani Biblia inasema maneno ya Mungu ni kama vile asali na ni chakula cha kiroho, kinahubiriwa kwa wakati wake. Kwa hiyo ukitumwa upewe ujumbe kama wa leo kufikisha, lazima ujumbe huo ufike. Kwa nini unafika, msemaji? Naam. Ipotwe tena Isaya. Nabii Isaya, sikiza vile Isaya anasema, alafu tuingie kule kwa Adam. Isaya 46 verse 9. Yaani napenda Biblia maana ni kitabu kizuri. Ukisoma ndani yake kinakupa kila kitu, ujumbe wa afya, ujumbe wa unabii, injili, matibabu na kadhalika. Twende. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Ndio Mungu anasema tukumbuke mambo ya zamani za kale. Sasa tutakumbuka. Twende. Maana mimi ni Mungu. Kwa sababu ni Mungu anaongea, wala hapana mwingine. Hakuna Mungu mwingine kando na huyu. Twende. Mimi ni Mungu. Mungu ndiye Mungu, wala hapana aliye kama mimi. Hakuna mtu. Unajua mimi natoka Bungoma. Pale Bungoma tuna mmoja anaitwa Mungu, ni Yesu. Watu wangaeni, lakini yeye hajui kikisi. Sasa sijui atawahukumu nyinyi aje siku ya mwisho. Mungu anajua, sijui. Sasa Mungu anasema mimi ni Mungu wala hakuna mwingine. Twende. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, yaani mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale. Tangu zamani za kale, kabla dunia haijaombwa. Naam. Mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama. Basi kwa mambo kama haijatokea, Mungu ameona. Kabla haijatendeka, Mungu amesema. Kwa ndugu zangu, kuna wakati Mungu aliumba mwanadamu akawa mnyofu, akawa mtu mzuri. Adamu alikuwa anapendeza. Hebu tusome msomaji kitabu cha Mwanzo. Baada ya kuumbwa akatiwa kwenye bustani ya Eden. Na hapa ndio shida ilipatikana, ndugu zangu wapenzi. Na hatujui kwa nini Adamu hakuweza kusimama kwa hiyo wakati. Mwanzo 2:17. Wacha tuanze safari kidogo tujifunze neno la Bwana. Maana hii dhambi ndiyo imefanya leo tunateseka saa hii. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Unaona, hilo lilikuwa ni onyo la kwanza la Mungu na ni unabii wa kwanza kuhusu mwanadamu kwenye Biblia. Yaani Mungu alipoumba mwanadamu alimtia kwenye bustani, akamwambia nimekupatia kila kitu, kula ndizi, kula maembe, kula mapera, kula machungwa, lakini kuna mti wa uzima wa ujuzi na mema, hiyo mti usiguse. Ile siku utagusa ile tunda la huo mti, hakika utakufa. Hiyo ndio jambo alipewa la kwanza. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa ameshapewa sheria, ndugu zangu wapenzi. Lakini leo kuna watu wanabadilisha, wanafikiri hiyo matunda ni matunda mengine tena wambadilisha. Na Mungu amesema ni matunda ya mti wa katikati ya bustani. Tena ni matunda ya ujuzi na mema. Ukikula utakufa. Sasa kama ni matunda mengine ile wanasema mbona unakula na bado unaishi? Singekufa siku hiyo. Kwa Adam, ndugu zangu, aliweza kupewa hiyo sheria. Na Biblia inasema kama wakati huo akipewa mwanamke alikuwa amesimama hapo, hapana. Hivyo ndio vile neno la Mungu linasema. Kwa hivyo akaambiwa usile, lakini kuna jamaa mwerevu sana. Halali 24/7 anafanya kazi. Mwanzo 3:1 anzia hapo, Genesis 3:1. Yaani huyu ni mwerevu, yeye afanye kazi. Ndio unaona saa hii anafanya kazi mbaya dunia yote. Twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa mwerevu sana kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Ukiangalia tabia za nyoka, hata akiwa msituni ni mwerevu sana. Anaweza kuwa mahali yeye apigi kelele, ametulia. Akitaka kumshika panya, kuna vile anafanya timing yake. Polepole lakini atamshika. Akitaka kukupiga sumu, huenda hutatoroka. Na ana kelele, ni kiumbe kidogo lakini ni mwerevu sana. Endelea. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Unaona? Sasa Biblia, jambo la kushangaza hata kwa wanawake leo. Yaani huyu mwanamke angejiuliza na huyu nyoka aongeangi, kwani leo imekwaje? Si hata angejiuliza kidogo hiyo swali. Kwa sababu mwananyoka anapiga sura na mwanamke. Ati hivi ndio Mungu alisema. Kwa hiyo kumbe tunaona lengo la shetani ni kugeuza katiba ya Mungu. Hivi ndio Yesu alisema. Hivi ndio Mungu alifundisha. Endelea kidogo. Msile matunda ya miti yote ya bustani.
Mwanamke akamwambia nyoka, mwanamke akapatia nyoka taarifa, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. So unasikia mwanamke ndiye anasema lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse. Unaona? Msije mkafa. Unaona? Kwa mwanamke akamwambia shetani vile Mungu alikuwa amesema. Maana amesema tukila hiyo sisi zote tutaisha, tutakufa. Endelea kidogo. Nyoka akamwambia mwanamke, shetani akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Basi hiyo ndio injili ya kwanza kuhubiriwa hapa duniani. Injili ya kwanza ililetwa na shetani. Akasema nyinyi fanyeni vile mnafanya. Hiyo kuleni, mkikula hamtakufa. Ndio unaona leo kuna roho inaitwa roho ambayo ni spiritualism. Ile ambayo inafundisha watu wakufi. Watu wanapumzika tu lakini wanatuona. Watu wakaleta vitu kama vile mtu akikufa anajiincarnate, anakuja kama mdudu. Ukienda kule India wanasema watu wakishachomwa anakuja kama ndege, anakuja kama monkey. Kukaja na philosophy moja inaitwa pantheism. Yaani mwanadamu anaweza kutokea kwa kiumbe kingine. Hii injili ilihubiriwa kwanza na shetani pale Eden. Akawaambia nyinyi hamtakufa. Maliza kidogo hapo chini. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Unaona? Kwa mkijua mema na mabaya. So unaona? Wakaambiwa Mungu aliwadanganya. Alijua ile siku mtakula mtafanana kama yeye. Kwa walijua kumbe mkikula utakuwa sawa na Mungu. Kwa ukiwa sawa na Mungu kwenye serikali yake hakuna kitu ambacho utafundishwa. Mwanadamu akaingia kwenye mtego. Yule ambaye alikuwa ameumbwa vizuri kwa sura nzuri mfano wa Mungu akaingia chini ya mtego na akakubali. Ndio unaona ndugu zangu, hiyo ndio injili ambayo leo watu wanaingia kwenye mitego ya shetani. Watu wanachukua nafasi ambayo Mungu aliwapa, badala ya kusimama upande wa Mungu, shetani akawatelezesha wote wawili. Endelea msomaji. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Mwanamke alipoangalia akaona kile kitu. Unajua wanawake wanapenda vitu ambavyo ni virembo, vinapendeza uso. Wapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika maarifa. Basi alitua katika matunda yake akala. Alafu akampa na mumewe. Naye akala. Unaona? Kwa sababu mwanamke mara nyingi, unajua wanawake wengi ni kazi ya jikoni. Lakini hapa kuna matunda imekuja. Adam naye hakuuliza hii leo imetoka wapi. Maana alikula mtunda ambalo hajawahi letewa, si la kawaida. Akala na akampa mumewe. Angalia kosa kama hili ndio lilifanya leo dunia imeingia kwa shida kama hii. Akachukua akala, akampa na mumewe. Twende. Wakafumbuliwa macho wote wawili. Wote wawili wakafumbuliwa macho saa hiyo hiyo, dakika hiyo hiyo. Wakajijua kuwa uchi. Kumbe wakati huo walikuwa uchi. Walikuwa hawana mavazi. Walikuwa uchi. Lakini kuna kitu kilifanya walikuwa hawaonani. Msomaji, nipatie Isaya kwanza, turudi mwanzo. Isaya 61 verse 10. Kumbe wakati yote walikuwa uchi. Lakini akija kujua uchi ilikuwa Mungu hajawapa. Twende mwalimu. Nitafurahi sana katika Bwana. Anasema Isaya, nitafurahi sana katika Bwana. Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Maana amenivika mavazi ya wokovu. Maana Mungu alimvika the garment of righteousness, vazi la wokovu. Amenifunika vazi la haki. Kumbe walikuwa na mavazi ya haki. Hawangeonana wakiwa uchi. Ndugu zangu wapenzi, walikuwa na vazi la haki. Kwa Mungu alimfunika vazi la haki. Ndio unaona leo kuna watu wanasema nguo ni dhambi. Nilienda kule Tororo Uganda kuhubiri. Nikakutana na jamaa moja kwa soko kama hapa. Lakini nasikia alikamatwa. Akitaka kuhubiri anakuja na Biblia kama hii yangu, anaweka kwa meza anatoa koti, anaweka juu. Anatoa shati, anaweka hapo. Anafungua mshipi, anaweka kando. Anatoa longi, mpaka anabaki na uniform ya Adam ya kwanza kabisa na anaanza kuhubiri. Unakuta wamama watu wamejaa hapo. Unafikiri nini wanaangalia hapo? Ni injili wanasikiliza? Kwa hiyo unakuta ndugu zangu, watu wengine leo wamefikiria nguo ilikuja kwa sababu ya dhambi. Si nguo inaongelewa, hapana. Kuna lile linaitwa vazi
la haki. Hiyo ndio Mungu anaongelea. Hebu nisaidie hata Ufunuo tena pia. Revelation 19 verse 7 and 8. Hili vazi linazungumziwa ni vazi la haki. Mwanadamu alikuwa amevalishwa vazi la haki, lakini baada ya dhambi ukaondoka huo utukufu. Twende Na tufurahi, tukashangilie. Kwa nini? Tukampa utukufu wake. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kuna harusi ya mwana kondoo, tutajifunza huko mbele wiki ijayo. Kuna harusi inakuja, na mkewe amejiweka tayari. Kuna mke wa mwana kondoo ameshajiweka tayari. Alafu naye amepewa kuvikwa kitani kizuri. Alafu amepewa kuvikwa nguo nzuri sana, ing'arayo, safi, tena ni safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. So unaona, hii nguo nzuri ni matendo. Kwa hiyo ukisikia nguo kwa Biblia, sio nguo ya vile ambayo umevaa unasikia, hapana. Ni matendo ya haki ya nani? Ya watakatifu. Kwa mavazi ya haki ni matendo ya haki. Ndio unaona Yesu akirudi inafaa kupate kama uko na mavazi ya kweli. Si ile mavazi nishona bei kali, hiyo ni kuvaa, ni nguo, ni sawa, lakini kuna matendo mazuri ya haki. Hii ndio ambayo Yesu anatakana akikuja akupate wewe umefaa kama mwanadamu. Hiyo ndio vile ilikuwa. Turudi kitabu cha Mwanzo. Hatujamaliza huko. Mwanzo 3:9. Ya twende huko. Mungu anasemaje? Genesis. Bwana Mungu akamuita Adamu. Bwana Mungu akaona mwanadamu ameanguka, akamuita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Hata leo Mungu anakuita wewe mtu wa Ugembo, anakuuliza uko wapi? Maana kuna watu wengine bado wameshikwa na miadarati. Ndio Mungu anauliza uko wapi? Adam anauliza leo uko wapi? Kuna watu bado leo shughuli za dunia ni tamu kwao kuliko mambo ya Mungu. Yaani anaona wakati mambo bado. Unajua wakati unapumua saa hii, umevaa nguo nzuri, umejipiga marashi, huwezi kujua kama kuna siku utafunga macho. Ni ngumu sana. Na hiyo siku utafunga macho, Mungu pia amekuficha, hujui ni siku gani. Ndio maana Biblia ikasema inafaa uwe tayari siku zote kama umevaa mavazi ya haki. Endelea mwalimu, nayo andiko. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, alafu kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. So unaona, ndio unaona leo watu wakitaka kufanya dhambi hawafanyi hadharani. Wanajificha kwanza, lazima afanye mpango wa kujificha. Unaona hata mtoto ni mdogo, miaka 3, anataka kwanza ashajifunza dhambi. Akitaka kuiba sukari na kulamba, anaangalia mama kama ako nje, ndio anaingia ndani analamba. Matokeo ya dhambi. Kwa ndugu zangu, dhambi ikaingia. Baada ya kuingia, Adam aliweza kujificha. Endelea. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akasema, Adamu akaambia Mungu, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, Adamu alikuwa mwerevu. Hiyo mpira alirudishia Mungu. Aliambia Mungu, ni wewe. Yule mwanamke aliniletea ndiye amenipa nami nikala. Kwa hiyo ina maana kama ungemleta singekula. Unaona? Ndio unaona ndugu zangu wapenzi, mara nyingi tunapofanya makosa kumkosea Mungu, huwa tunatafuta njia ya kufunika dhambi. Yaani njia ya kujitetea, inaitwa cover up. Kila mtu anatafuta njia ya kujidefend ili hiyo dhambi ionekane si alifanya. Sio mimi. Endelea. Bwana Mungu akamwambia, nini hilo ulilolifanya? Mwanamke akasema, mwanamke naye akasema, nyoka alinidanganya, nikala. Unaona? Mwanamke pia akaona sikufi na hiyo dhambi peke yangu, wacha nisukume kwa nyoka, maana nyoka pia alinidanganya, hata pia mimi nikakula. Bwana Mungu akamwambia nyoka, Bwana Mungu akamwambia shetani, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Wewe unalaana kuliko wanyama wote. Twende. Na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Hata hayawani wa msituni wote, hakuna yule analaana kama nyoka. Twende. Kwa tumbo utakwenda, na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Ndio unaona mpaka sasa nakula mavumbi siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Haya, ngoja kidogo hapo. Hapo tena kuna unabii wa pili. Mungu akasema, nami nitaweka uadui kati yako, ni nyoka naambiwa, na huyo mwanamke. Si huyu mwanamke. Huyo. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Si huyu mwanamke.
Huyu mwanamke ni Eve amevaa rinda, si huyu. Huyu mwanamke, uadui ni kati yako na huyo. Kumbe ndugu zangu wa Kristo, Mungu anasema uadui utakuwa kati ya shetani na huyo mwanamke, si huyu. Huyu atakuwa ni Eve. Hiyo ndio utakana uelewe ukisoma Biblia. Kwa hiyo kama na Biblia yako hapo weka alama, ujue kuna unabii unakuja wa pili. Huyo mwanamke ni nani? Ni kanisa la Mungu aliye hai, si huyu. Maliza kidogo. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Haya, ngoja kidogo. Kwa hiyo ukisikia Biblia imesema uadui unakuja kuwekwa kati ya huyu kati ya huyo shetani na huyo mwanamke. Huyo mwanamke ambaye ni kanisa lake. Hili kanisa la Kristo. Maana kibiblia Mungu ameita kanisa lake mwanamke. Msomaji, nipatie kitabu cha Waefeso. Twende Waefeso ndio turudi hapo. Waefeso 5:25. Sikiza hii habari ndugu zangu, ili ujue. Ndio unaona leo kuna wadui kati ya shetani na kanisa la Mungu, kati ya shetani na huyo mwanamke. Waefeso 5:25. Ndio Ephesians. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Safi. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Biblia ni kitabu kimejaa unabii na mafumbo ya hali ya juu. Yaani Mungu alisema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa lake. Ukiangalia utafikiri ni mwanamke amevaa rinda. Teremka mstari wa 32, verse 32, the same chapter. Mungu anasemaje? Siri hiyo ni kubwa. Kumbe yeye kupenda mwanamke, yani mume kumpenda mke ni siri, alafu ni siri kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. So unaona, kumbe ilikuwa ni habari ya Yesu na kanisa. Kumbe kuna uadui unakuja kati ya shetani na huyo kanisa la Mungu. Ndio maana leo kanisa la Mungu aliye hai na huyo mwanamke hawatasikizana. Kwa nini? Nipatie Ufunuo 12:17. Alafu turudi mwanzo tena kidogo. Twende Revelation 12:17. Ili ujue hii ndio siri Mungu aliweka kati ya kanisa lake na shetani mpaka Yesu arudi. The great controversy itaishi mpaka Yesu arudi. Twende. Joka akamkasirikia yule mwanamke, kwa shetani alikasirikia kanisa la Mungu. Hiyo ilikuwa Eden. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kina nani? Wazishikao amri za Mungu, wale wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. So unaona kuna vitu mbili. Hiyo ndio kanisa ambalo ni mwanamke safi, shetani ampendi. Kwa nini? Hako na amri za Mungu 10. Ukiwa na 9, shetani ana shida nawe, hata kupiga vita. Wewe uko sawa. Maana anajua uko upande wake. Alafu jambo la pili, wana ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu si ile watu wanatoa kanisani, nimeokoka, Yesu ni Bwana, naitwa Jane, nilikutana na Yesu kama natoa ile kwa corridor, hiyo ni yako. Sio hiyo. Ushuhuda wa Yesu, Ufunuo 19:10. Kuna amri za Mungu na kuna ushuhuda wa Yesu. Ukiwa na hiyo basi, Revelation 19:10. Hiyo ndio ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo lazima ujue ushuhuda wa Yesu nini. Soma. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake, ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Angalia usifanye hivi. Twende. Mimi ni mjoli wako, mimi ni mfanyikazi wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Sujudia Mungu peke yake. Kwa maana ushuhuda wa Yesu, ndiyo roho ya unabii. Basi, kwa ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Bwana asifiwe. Nimeokoka ni ushuhuda, lakini ni wako. Kwa hiyo kuna ushuhuda wa Yesu, roho ya unabii. Ndio Biblia inasema namna hiyo. Kwa shetani kule bustani ya Eden, Mungu alimwambia naweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Huyo mwanamke the church. Gani? Hiyo ya Ufunuo 12 ndio Mungu anaongelea. Msomaji, turudi tena mwanzo. Tushapata kitu hapo. Turudi mwanzo. Mwanzo 3:19. Soma hiyo pia tena. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Adam akaambiwa kwa sababu umeasi utaanza kula kwa jasho. Kwa jasho lako utakula. Ndio unaona wanaume leo wanafanya kazi. Kuna wanaume wanamkanga saa 10 ya usiku. Anaenda kibarua. Anarudi jioni amechoka, lakini wengine bahati mbaya ile pesa kidogo alipata badala kule chakula amepeleka kwa mama pima. Ameenda kutoa lock. Sasa mimi nashindwa hii lock. Sijui kama Kisiku na lock. Huko Kisiku na lock pia. Hamjambo hapa kwenye tent. Kisiku na lock. Kule Bungoma naona watu wanaenda kutoa lock. Ile alipata kidogo badala angekunywa maziwa,
labda amefanya mjengo wa simiti siku nzima. Ndio Mungu anaambia Adam, kwa jasho utafanya kazi. Twende mwalimu. Hata utakaporudia ardhi, hata wakati utarudi kwenye ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Maana wewe ulitoka katika hii ardhi. Kwa maana mavumbi wewe ni mavumbi. Basi ndio unaona mwanadamu hapo ndio alitoka. Si mavumbi wewe mbinguni utaenda, hapana. Lazima kwanza urudi kwa mavumbi ndio mbinguni uende baadaye. Endelea. Mwanamke naye Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa. Alafu kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi. Kumbe baada ya dhambi Mungu aliandaa mpango wa pili, unaitwa mpango wa wokovu. Akawafanyia mavazi ya ngozi. Akafanyaje? Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Ngoja kidogo, rudi hapa. Akawafanyia mavazi 3:21 umesoma. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Akafanyaje? Akawavika. Basi kumbe Mungu aliwafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, alafu akawavalisha. Sasa leo lazima tujue hii ngozi Mungu alitoa wapi? Maana kuna ngozi ilikuja ikatengenezwa, kuna ngozi ilifanywa. Unajua ngozi inatolewa kwa mnyama. Ina maana kwanza kuna mnyama alikufa, ndio wanadamu wakapata upatanisho au second chance, nafasi ya pili. Hii ngozi ambayo huyu mwanadamu aliweza kuvuliwa ili mwanadamu apate nafasi ya pili ya kumrudia Mungu, ya kukutana na sura ya Yesu ilikuwa gani? Hii ngozi iliwakilisha nani? Hapa ndio mahali ambapo tunafaa kuangalia. Nipatie kitabu cha Ufunuo, Revelation 13 verse 8. Mungu ni wa upendo na ni wa ajabu. Yaani sisi sote watu wa ugembo tunastahili kufa baada ya dhambi, lakini Mungu akatuweka kwa nafasi ya pili ili mimi na wewe tusife, tuweze kuishi tena. Soma. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Watu wote wanakaa juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alipoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kumbe kuna mwana kondoo alikufa tangu zamani. Huyo ndiye ambaye ngozi yake ilitolewa Adamu apone. Wakavalishwa nguo, Biblia inasema vazi la haki. Yeye na mkewe wakavishwa. Maana baada ya dhambi walijifanyia majani ya mti wakajifunika. Ndio unaona leo ukiwa umefanya dhambi, badala uende kwa Mungu umtafute Yesu ambaye ni mwana kondoo, hiyo dhambi unafunika. Wacha tuulize Mungu, wale wanafunika dhambi, kuna watu wanachukua blanketi na wanafunika dhambi, watafanikiwa? Methali 28 mstari wa 13. Mtu ambaye anafunika dhambi, ndugu yangu, ni kama bomu, italipuka. Soma. Akichae dhambi zake, yule ambaye anaficha dhambi zake hatafanikiwa. Unaona? Hiyo ni Proverbs 28 verse 13. Yule ambaye anafunika dhambi ni kama mtu ambaye anaishi na mtoto na ni mwizi na amfundishi. Iko siku utasikia alishikwa pale chini akachomwa, hayuko tena. Ndio maandiko yanasema yule anayeficha dhambi zake hawezi kufanikiwa hapa wala katika ulimwengu ujao. Ndugu zangu wapenzi, kwa Adamu alijaribu kuficha, lakini Mungu akasema hapana, wacha nimuendee mwanadamu. Maana mwanadamu huyu naona ameingia katika dhambi, amepotea mbali. Ndio maana alimuuliza Adamu, uko wapi? Kwa Adamu alifanywa mavazi ya ngozi, Mungu akamvalisha ili tena arudi karibu na Mungu. Kuna mwana kondoo alichinjwa tangu zamani. Huyu mwana kondoo ni nani? Biblia imeweka wazi. Yohana Injili 1 verse 29. John 1:29. John the Gospel. Kumbe kuna mwana kondoo ambaye leo yuko tayari kupokea dhambi zangu na zako. Twende. Siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake. Yohana aliona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Unaona? Yohana alipomuona Yesu anakuja kwake, aliona huyu ndio kumbe mwana kondoo ambaye anachukua dhambi za dunia yote. Kuna watu wengi leo wakifanya dhambi wanapelekea kwa askofu. Ndugu yangu, kuna hiyo dhambi inabaki kama sipagu, haitoki hata mmoja. Yaani ukifanya dhambi badala upeleke kwa Yesu, unapelekea mtu mwingine, hiyo dhambi haitoki. Kwa nini? Maana hakuna nabii anatoa dhambi duniani, hakuna. Adamu hawezi, Ibrahimu hakutoa dhambi, hata Musa hakutoa dhambi. Hata makuhani walikuwa wanachukua mwana kondoo
wanamchinja kufanya upatanisho ili Mungu asamehe. Sio kuhani anasamehe dhambi, ni Mungu. Kwa ile kafara inatolewa. Kwa leo ndugu zangu, tukifanya dhambi kama Adam na Hawa, alafu pelekea askofu, hiyo dhambi itasamehewa. Ipatie barua za wana, 1 John. Kuna watu leo wakifanya dhambi wanaenda kwa askofu. Askofu anasikiliza dhambi, wanaambia mtu, nimeona hata kule mahali natoka. Anaambia askofu, jana nilienda kwa shamba la jirani nikavunja mahindi. Kwa hiyo nimekuja kwako nisamehe. Askofu anasikiliza, anamwambia, kijana yangu, umefanya makosa, nenda kafike maua ya kanisa, ukimaliza umesamehewa dhambi. Soma Biblia inasemaje? Yohana 1. 1 John chapter 2 verse 1. 1 John, waraka wa kwanza Yohana 2 mstari wa kwanza. 1 John, twende. Inasema, watoto wangu wadogo, tena wale wagembo, ni Mungu anaandika hii barua, twende. nawaandikia haya Nimewaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. ili mtu asifanye dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, Mtu akifanya kosa, labda bahati mbaya ulikasirika, twende. tunaye mwombezi kwa Baba, Tuko na intercessor anatuombea, muombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo mwenye haki. Unaona, sio askofu, sio Ibrahimu, ni Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Kumbe Yesu ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Halafu Wala si kwa dhambi zetu tu, tena sio dhambi zetu tu watu wagembo peke yake, hapana, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. so unaona. Kwa leo ukifanya dhambi, peleka kwa Yesu, maana Yesu peke yake ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi. Ukifanya dhambi, hata ukipelekea Maria aliyemzaa Yesu, hiyo dhambi inabaki tu hapo, haisamehewi hata moja. Kuna watu wengi leo hawajui mahali pa kupeleka dhambi. Ndugu zangu, inafaa ujue, ukiwa na kosa umefanya, mpelekee mwenye kuweza kusamehe ya kosa. Yaani ni kama wewe unafanya kazi Mombasa leo, alafu umtumie mke wako 10,000 ya kutumia kwa M-Pesa. Anakuja hapa, anaenda kwa duka pale, anatoa kwa M-Pesa 10,000. Akishatoa anasimama nje ya M-Pesa, anaanza kudansa akisifu M-Pesa. M-Pesa wangu M-Pesa, M-Pesa nakupenda, bila wewe M-Pesa mimi siwezi. Unaona umepotea. Amesahau si M-Pesa ilimpa pesa, kuna mtumaji. Ni mume wake anafaa kutuma hiyo pesa, amwambie asante mume wangu kwa kunitumia. Kwa leo ukifanya dhambi umpelekee mtu mwingine, uache Yesu. Ndugu yangu, inabaki hapo. Umesahau yule ambaye ana uwezo kusamehe, umepeleka kwa mtu mwingine. Hiyo dhambi usamehe, inakauka. Warumi 8:34, hiyo inakauka hivyo. Ndio leo watu wengi duniani, shetani ni mwerevu, amedivert mpaka maombi. Badala ya maombi iende kwa Yesu, inapelekea watu wengine. Ni kama channel ya stima, inaenda pale kwa socket, ipite hivyo, iende hivi. Hiyo maombi haifiki mbali. Soma mwalimu. Ni nani atakayehukumia adhabu? Nani atahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Yesu ndiye alikufa. Naam. Na zaidi ya hayo, Tena zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Yesu kaburi lake liko wazi. Hiyo ndio ujumbe mimi nafurahia dunia mzima. Makaburi mengine yote ziko na customer, lakini kaburi la Yesu liko wazi. Twende. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Basi, umesikia hata wewe? Yule anatuombea ni nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kwa Yesu ndiye anakuombea, sio askofu, si Ibrahimu, si Musa. Kwa nini hao wote? Kwa nini hata Daudi alimpendwa na Mungu, the man after my heart, lakini Daudi hawezi kukuombea? Kwa nini? Nisaidie Warumi tena usikie habari na kufundisha habari, kwa sababu leo shetani amefanya watu wengi naenda dhambi zao hazisamehewi, na akibaki na dhambi mwisho anaishia kwa mganga. Soma Romans 3 verse 23, soma. Romans 3:20. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wanadamu wote kuanzia kwa Adam mpaka kwa Ibrahimu mpaka kwa Isaya, twende, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hao wote wana dhambi. Hiyo ndio maana akikuombea ndugu yangu, yeye hawezi kukusamea. Kuna maombi tuombea mgonjwa ili Mungu amsamehe, si wewe msamehe, hapana. Hiyo huwezi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu sisi watu wote tumefanya dhambi, tunapungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Lakini habari muhimu, habari njema ni kwamba ndani ya maandiko Biblia kuna mtu mmoja peke yake hakufanya dhambi, hajawahi kufanya dhambi na hana mpango wa kufanya dhambi. Huyo peke yake. Manabii wote mpaka wale wa Arabuni wote wana mizigo yao imewalemea.
Lakini kuna mmoja alikuwa ndugu yangu, hata alipozaliwa tabia zake zilishangaza dunia. Aliheshimu wazazi wake. Twende First Peter, Petero wa kwanza. Huyu ndio peke yake alishangaza dunia. First Peter chapter 2 verse 21 and 22. Huyu peke yake ndio aliishi maisha ambayo si ya dhambi katika ulimwengu wa dhambi, na akaondoka bila dhambi. Soma. Kwa sababu ndiyo mlioitiwa. Kwa sababu hii ndio Kristo ameitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Yesu aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo. Alafu Yesu akaacha kielelezo, mfuate nyayo zake, ili tufuate nyayo za Yesu. 22. Twende. Yeye hakutenda dhambi. Yesu hakuwahi kufanya kutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Basi hila ni uongo. Yaani Yesu hajawahi kudanganya. Unajua siku hizi wanadamu ni waongo. Mtu anapigiwa simu, "Halo, jambo mzuri, uko wapi?" "Niko Nakuru." "Na hapo hapo Ugembo anakunywa soda, ametulia." Kwa Yesu Biblia inasema hakuwahi kuwa na dhambi wala hila, uongo, ujanja. Biblia inasema, na unasikia habari zake, baba yake alikuwa seremala, baba yake ni seremala. Kwa hiyo walifanya kazi ya carpenter. Hakuna siku mtu amekuja ati meza yangu alikula, hakuna. Kwa walifanya kazi kwa uaminifu. Hiyo ndio maana ukiwa na dhambi, piga magoti, mwambie Yesu, nimefanya ABCD, nisamee, naja kwako leo. Usipeleke hata kwa mama ya Yesu. Unajua mama ya Yesu, watu wengi leo, kuna watu wanasahau. Mariam aliyemzaa Yesu, baada ya kuzaa Yesu, alibaki kuwa mwanamke kama wanawake wengine. Hakustahili kuombwa. 1. Pili, baada kuzaa Yesu hakuitwa tena mama wa Mungu. Wale waliokuwa na mwito walikuwa hawajui. Nataka nikuonyesha kwa Biblia saa hii, ili ujue unapofanya dhambi. Hata Maria anangojea hukumu, maana siku Yesu akirudi atamfufua. Kama alifanya dhambi, atawekwa jikoni aungue kama wengine. Watu wanasahau Yesu aliingia kwenye tumbo la mwanamke kuchukua mwili. Ndio maandiko yanasema neno alifanyika mwili. Hiyo ndio maana kama ungeenda kwa boma ya Yusufu, maana hiyo wakati kulikuwa na Yusufu na kulikuwa na Mariamu aliyemzaa Yesu. Alafu Yesu ni mtoto mdogo. Alafu uingia hapo kute Mariamu anapepeta mpunga au mchele. Wakati ule anataka kuandaa sapa ama lunch. Alafu uulize, kwa hii boma nani mzee? Ungesema ni nani? Hamjambo. Bwana asifiwe. Wewe ungeulizwa leo, hii boma nani mzee? Tuko na Yusufu, tuko na Mariamu, alafu kuna Yesu ni katoto hapo. Wacha Biblia tuambie leo, usikie habari. Ndio ujue Yesu si mtu wa kawaida. Nipatie Yohana 8:58. Hiyo ndio maana kupeleka maombi kwa Mariamu ni kumkosea Mungu heshima yake. Soma. Yohana 8:58. John 8:58. Yesu akawaambia, Yesu aliwaambia, amin, amin, nawaambia. Amerudia mara mbili. Amin, yani hakika. Ukisikia narudia mara mbili kuna hatari. Amin, amin nawaambia. Yeye Ibrahimu asija kuwako, kabla hata Ibrahimu hajaumbwa duniani, mimi niko. So unaona, kumbe kabla Mariamu Yesu yuko, kabla Yusufu Yesu yuko, kabla Ibrahimu Yesu yuko, kabla ya dunia Yesu yuko, maana Yesu ni Mungu aliye hai. Kumbe kwa hii boma mzee alikuwa ni Yesu. Kwa hiyo kama ungeuliza mzee nani, useme Yusufu, umeanguka mtihani. Mariamu unapata X. Yesu ndio mzee. Lakini mwili wa Yesu ndio ulikuwa wa kitoto. Yaani maana yake ule mwili ndio ulikuwa unazungumziwa una miaka 30. Mwili wa Yesu ndio ulikuwa na miaka 30. Lakini Yesu hana miaka 30. Maana neno lilifanyika mwili. Neno halina miaka 30. Hakuna. Hiyo sio Biblia ndugu yangu. Ndio maana kwa Biblia Mungu kitaka kujua miaka ya Mungu leo wa Kristo. Watu wangapi mnajua Mungu ana miaka mingapi? Hamjambo. Wacha niwaambie leo Mungu ana miaka mingapi. Msomaji? Naam. Nipatie kitabu cha Ayubu. Sikiliza hii. How old is God? Kwani Mungu ana miaka mingapi? Maana Ayubu 36. Maana neno lilifanyika mwili. Job 36 verse 26 soma. 36 Ayubu. Tazama,
Mungu ni mkuu. Angalia, Mungu ni mkubwa sana dunia yote, nasi hatumjui. Hakuna siku hata uende usome miaka 100 hutawahi kujua Mungu. Twende Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Hesabu ya miaka ya Mungu hakuna mtu anajua. Hiyo haitafutiki. Usiwahi danganywa na mtu. Hata usome shule gani, hakuna mtu anajua miaka ya Mungu, hutawahi jua. Hiyo ndio maana hesabu ya Yesu miaka yake watu hawajui. Lakini wanahesabu kuanzia wakati alizaliwa mpaka msalabani, mpaka anakufa, wanaona huyo ndio Yesu. Lakini hesabu ya miaka yake hawajui. Hiyo ndio maana Yesu alikuwa careful sana kumuita Mariamu mama yangu. Alichunga hiyo mdomo sana. Nataka nikuonyeshe sasa hivi. Maana akimuita mama yangu itabidi Mungu akuwe na wajomba. Maana Yesu ni Mungu. Mungu atakuwa na anko, shemeji. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa, ni ngumu ndugu zangu wa Kristo. Yesu alienda kwa tumbo tu kufanyika mwili na kukomboa wanadamu. Nataka niweze kumalizia msamaji. Naam. Injili ya Mathayo 12:46. Hii ni habari usikie kwa muhimu na ujue leo ya kwamba inafaa tuombe Yesu peke yake, si watu wengine. 12:46 Mathayo, twende. Alipokuwa katika kusema na makutano, Yesu wakati alikuwa anaongea na mkutano kama vile mimi naongea na nyinyi sasa hivi, tazama, mama yake na nani na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, wataka kusema naye. Sasa sikiliza kwa makini watu wa Ugembo. Kuna wakati Mafarisayo walitaka kumtega Yesu. Yaani waliona Mariamu yuko nje na wale ndugu zake kina Yusufu, Yakobo wako nje. Wakamwambia Yesu, pale ngoja kidogo, pale nje mama yako na ndugu zako wako hapo wanataka kuongea nawe. Endelea. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Safi. Yesu akajibu akamwambia yule aliyempasha habari. Yesu alijibu yule aliyempasha habari akamwambia aje, mama yangu ni nani? Swali nauliza, kwani Yesu alikula githeri akasahau? Yesu alikula githeri akasahau? Yesu anauliza mama yangu ni nani? Kwa nini anauliza? Kwa sababu Mungu hana mama. Endelea tena. Na ndugu zangu ni akina nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Maliza. Akawanyeshea mkono wa wanafunzi wake. Akanyeshea mkono wa wanafunzi wake. Akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. Angalia mama yangu na ndugu zangu. Maliza. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba, yule atafanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Baba yangu aliye mbinguni. Huyu ndiye ndugu yangu. Na nani? Na umbu yangu. Na nani? Na mama yangu. Basi imekauka. Hiyo ndio maana ndugu yangu, maombi ukipeleka kwa Yesu. Mungu hana mama wala mwanzo siku zake. Maandiko la mwisho mwalimu, Waebrania 7:3. Kwa hiyo ni vizuri ujue hiyo, ili wewe ukitaka kuomba, omba Yesu. Usiombe askofu wala mizimu wala kutumia bangili wala vitu vingine wala sanamu ndogo ndogo. Hiyo haikusaidii. Piga magoti, peleka maombi kwa Yesu. Soma. Hana baba, hana mama. So unasikia Mungu hana baba. Kumbe ndio maana Yesu anauliza mama yangu ni nani? Kumbe hana baba, hana mama, alafu hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. So unaona? Hiyo ndio maana ndugu zangu, leo tukiwa na kosa, tukiingia katika dhambi, tupeleke kwa Yesu. Maana ndio hakimu yetu, ndio mwombezi wetu. Ataweza kutusamehe na kutubariki kwa jina la Yesu. Mungu amani aweze kuwabariki. Get the point. Take a step forward.